twacokereria na turi ona David haha na David gwiciria undu uria nie ndenda kwamba kumenya ici nacio mbembe ri mwahanda ri ni ciaki ama si mahindi. Ndio mimi huona kila kitu inakala mna hii inakaa mahindi. Yes. Hii si mahindi. Hii ni forage sorghum. Oh. Forage sorghum inamaanisha ni chakula ya ng'ombe. Forage. Oh, ni chakula ya ng'ombe. Yeah. Na hebu tueleze tofauti ya mahindi na hii sorghum na ile sorghum nyingine ambayo sisi tumezoea. Ile nyingine ukuzwa kule Nkobo, kule upande wa Meru sana. Yeah. Ni nini? Hii sorghum ni hybrid ya sorghum na Sudan grass. Ukisikia sorghum, hiyo ni crop yenye inafanya vizuri kwa hizi sehemu kame sana. Ndio maana parent crop moja ni hiyo sorghum. Ndio inafanya hii istahimili hii joto ya huku. Yeah. Kitu kingine nzuri na hii sorghum ni nutritional value. Yes. Ukiangalia protein inaenda mpaka 18%. 18%. Wow. Ukiangalia mahindi sana sana inafika 7%. 7%. Yeah. Na ule wakati unatengeneza silage na hii sorghum, hauhitaji molasses hata kidogo. Sababu hii najua, hebu ningependa uonje hii sorghum, hata kama wewe si ng'ombe utasema tu. Yes. Ni kama miwa. Kama unasikia iko na sukari yake. Iko na sukari. Hiyo sukari ndio inasaidia ule wakati wa kuenzyme. Kwa hivyo hautahitaji molasses yoyote. Hiyo ukishafunga hiyo sukari yenyewe inaisaidia kuferment ndio itengeneze hiyo silage. Housequest, sisi ni wakulima, tunafanya large scale farming na sana sana tunafanya conservation agriculture. Na kwa hiyo conservation tunapanda mimea tofauti, tunapanda legumes ambao vitu kama dengu, chickpeas, maharagwe, na bado tunapanda grasses. Grasses kama sorghum ni grass, kikuja kwa ngano hiyo ni grass, barley. So Housequest tunapanda mimea tofauti sana. Safari imekuwa namna gani? Safari imekuwa na milima na mabonde, lakini tunapambana. Tukianza tulikuwa tunadhani ukulima ni kupanda na kuvuna, lakini kuna wakati tumepanda karibu 1,000 kama sorghum mnapata yote imekulwa na ndege, na hiyo inakuwa ni kama hasara. Wakati mwingine mnapata mvua mingi kupita kiasi, bado mnapata ni hasara. Lakini kwa hayo yote tunafurahi sababu kila siku kuna ile lesson ambayo tunasoma. Sijui ama kuna yule mmefungua milango yenu ili mtu akuje hapa na aweze kupata masomo na aweze kununua mbegu, aweze kwenda kupanda kwa shamba lake. Hii sorghum ambao mnaona hii siku ya leo ni mpya kwa market, na tunafanya kazi na KEPHIS tukifanya trials tofauti karibu nchi nzima ili iweze ikakubaliwa kuwa kwa market. Kwa hivyo tuseme miaka 2-3 hii mbegu itakuwa available kwa wakulima. Kwa wale ambao wanafanya conservation farming na wanatumia njia za kunyunyuzia maji na pia drip lines, wengine ni furrow irrigation, wengine pia wanatumia overhead irrigation, hebu tueleze, unaweza wa advice wafanye conservation farming kwa njia gani ambao wanatumia maji? Kama unafanya conservation farming na uko na maji, unaweza tumia maji kumwagilia mimea. Lakini kama hapa saa hii ni ekari 250 yenye tumepanda hapa sorghum, na hakuna hata square mita 1 ambao tunamwagilia maji. Si huwa tunasema tuko na damu yetu ya maji, na hii damu yetu I think ndio kubwa zaidi ulimwengu mzima, na damu yetu iko hapa chini. Hebu tulinganishe ukulima wa conventional farming na conservation farming. Ni mkulima yupi ambaye unaweza sema kwamba atavuna mapema ama huenda akapata manufaa mengi zaidi ya mwingine? Kuvuna itakuwa almost the same period of time. Ile tofauti kubwa ni kile kiwango cha mazao chenye unapata ukitumia conservation agriculture na conventional methods of farming. Na hiyo difference inasababishwa na, kwanza, uko na hii soil cover ambayo ni humus. Hii humus ndio chakula ya mchanga. So utapata ule mtu afanya conventional method hana hiyo chakula ya kutosha mchanga. Ya pili, kuna moisture. Ni muhimu sana kwa mmea. Kwa hivyo kama hauna moisture ya kutosha, mara mingi chakula chako kitafika kiwango kingine alafu inakufa. So inamaanisha hata upati chochote. Kwa hivyo ukifanya conservation agriculture na kuashua mazao yako lazima iwe sawa.
Hizi tractors ambazo unaona zikiendelea kufanya kazi siku ya leo kama zile ambazo zinakata pale, zingine naona kwamba nikaa kuokota zinaokota, hebu tueleze umuhimu wake ni nini? Machines kwa kiwango kikubwa inapunguza work labor, yaani wale wafanyikazi. Ukiangalia hii shamba tuko na ekari 2750. Na ukiangalia ile kazi inafanywa hapa, tunafanya tu watu 5. Kama ungekuwa unatumia mkono, kuna wakati tunang'oa kwekwe na tunahitaji hata watu 1000 ama 500 to 1000. Kwa hivyo lazima uwe na kila mtu anatembea kwa line yake aking'oa kwekwe. Lakini operations zingine ukiwa na tinga, first kuna hiyo reduced work labor na efficiency. Sababu mimi na wewe hatuwezi fanya kazi the same. Lakini tinga ikiwa program itafanya kazi ile the same. Kitu cha tatu tumeongea kuhusu control traffic. Hizi tinga zinatusaidia kufanya hiyo control traffic. Ukiangalia hiyo miguu ya tinga iko kwa 3 meters. Kutoka mguu ingine katikati mpaka ingine ni 3 meters. So ukiingia kwa shamba huku tulisema lazima uwe na njia za matinga. Kwa hivyo huku tuko na highway za matinga kwa shamba na zote ziko in 3 meters intervals. Na hiyo ndio inatusaidia kufanya hiyo control traffic. Kwa hivyo leo zile tinga tuko nazo, leo tunakata hii forage ili tutengeneze silage. So kuna tinga ambayo inakata, kuna yenye itakuwa inaifuata inafanya raking, ya tatu inafanya baling, alafu hiyo iko nyuma ndio inaitwa bale wagon. Hiyo ndio inabeba hizo bales ikipeleka penye tunazistore. Machine kama hizi sana sana lazima uwe na kitu kinaitwa redundancy. Sababu wakati mmoja utapata machine moja imeharibika, na kama hauna machine nyingine yenye inaweza fanya hiyo kazi, inamaanisha hiyo kazi itasimama. Na huo mmea wako umefika wakati wa kukata. Kwa hivyo inasababisha hasara. Changamoto nyingine, hizi machine ukiangalia parts zake, kuna zenye lazima utoe ng'ambo ili zikuje. Kwa hivyo saa hii kitu iharibike, upige simu ng'ambo kabla ikuje, unapata imechukua hata mwezi. Kwa hivyo kile kitu kizuri ni kukua na tunaita backup. Ukiwa na backup machine, hapo hakuna wakati utafeli. At what stage ama ni kiwango ipi ambao tunaweza sema kwamba hapa unaweza kuwa ukivuna forage yako? Hii sorghum unaweza vuna sana sana ikiwa 1 meter, unapata iko nzuri. Ukipima nutritional value, na huwa tunapima sababu tuko na lab, lazima tujue nutritional value ya chakula yetu. Kwa hivyo ikiwa 1 meter to 2 meters, hapo iko sawa. Nasema iko sawa sababu first palatability iko juu. Hiyo stem si ngumu. Ukiacha iende past 2 meters, unapata hiyo stem ni ngumu hata kwa ng'ombe kutafuna. Kwa hivyo ule wakati unakata ikiwa kubwa, tunasema una compromise quantity for quality. Kwa hivyo wakati mwingi ukikata 1 to 2 meters, hapo unapata quality. Though utapata quantity, lakini quality ndio wakulima wengi wanataka. Hebu tulinganishe the nutrition value ya dhara, mafeve, nini ingine tunapatia hay, na sasa hii sorghum ambao tunazungumzia siku ya leo. Kwa forage, hatuwezi tukasema dhara ni mbaya. Hiyo dhara tena ni nzuri sana. Lakini ile kitu muhimu ni stage gani unapatia ng'ombe wako hiyo chakula, ama dhara ama nyasi. Wakati unaweka hay, nutritional value yake tukipima hapa unapata hay mingi, protein yake inakuwa 4% and below. So nyasi ile nzuri huwa ni ile green ukipea ng'ombe wako. Na method moja kama tunaweza sema the cheapest method ya harvest chakula ni kulisha ng'ombe wenyewe ndani ya shamba, ndio akule ikiwa green, ikiwa fresh. Lakini kama uwezi, kuna hiyo preservation methods, na njia moja ku preserve nutritional value ni kwa forage. Sababu kwa silage, ukifunga hiyo silage leo, in the next 2 years nutritional value itakuwa the same. Benefits ambazo tunapata kupitia kupanda hii type of sorghum ni nini? Kitu cha kwanza, hii sorghum ni drought tolerant. Yaani inastahimili kiangazi. Kwa hivyo saa hii venye tumeipanda, maybe tutakata mwezi mmoja ujao, lakini utapata imefika ile 1 meter ambao tunataka kukata. Kitu cha pili, venye nisema ni kama dhara, ukikata inamea tena ile ratuni. Kwa hivyo ukikata, ukipata mvua ya kutosha, unaweza kata hata mara 6 kwa mwaka. Ukiangalia yield mara ya kwanza ukikata, ya pili itakuwa mingi kuliko ile ya kwanza. Na ni kwa nini? Sasa hii hapa tuna tillers 4
Yes. Hiyo ukikata utapata uko na tila zingine 8. Kwa hivyo ina increase hiyo yield yako. Na kitu ya tatu naweza kuambia nzuri na hii iko na sukari yake yenyewe. Ule wakati unakuja kutengeneza silage hauhitaji molasses hata kidogo. Wakati mnataka kuvuna mtama, mnaweza vuna wakati imetoa ile kichwa yake ya zile mbegu hapa juu. Na tunaambiwa maybe kwa mafikra yangu nafikiria maybe ilikuwa na nutrition value ilikuwa juu. Mbona nyinyi mna harvest kama bado haijatoa ile kichwa yake ama zile mbegu juu? Ya venye nilielezea tukianzia. Hii si grain sorghum. Okay. Hii ni forage sorghum. Yaani ni ya chakula ya ng'ombe. Alafu ni hybrid. Parent crop yake moja ni sorghum, lakini iko na Sudan grass. Sudan grass inamea sana sana Sudan sababu huko kuna kiangazi mingi. Nayo sorghum pia inastahimili conditions kama hizi za jua kali. Kwa hivyo hii hata ukiacha iende itoe kichwa haitatoa. Ile stage yenye unaikatia ndio itadetermine the nutritional value yenye unapata. Kwa hivyo wakati mwingi kabla ukate, lazima ukate kidogo, upeleke kwa lab, ujue nutritional value ndio ingie ukate. Hau waigua David yakwira kiri urahe ng'ombe yaku nikio gukorwo igikunengerana na hau ni uri mutaramu ugwitwo Gathi wa kuria Tanaropa ugaga atiriri garbage in garbage out tondu waga kinengera ng'ombe yaku kindu kiuru na we gukuhe karia ugikombe giki kimwe riu guku wira no guo renderea ni ndiona mage giethi no kugetha ciragetha nikio ndirona guku cikirogotaga nginya nyeki kindu gigwitwo sorghum ino itu ya muthenya umuthi na nio ndirenda tume haha na Daudi tuthie tugeke kindu gitagwo bearing kana atia kana kumioha nigetha we wi muguri riria woka wauga ndirenda kugura silage thie ngaigire ng'ombe riu hau niho ndirenda tukinyukie imwe kwa imwe tuthie tukamenye yohagwo atia na ningi ithimagwo na githimi kiigana atia tukahutie mutambo ucio ni turacoka thutha kaida atari coho o tukiriaga kigwa haha mdogo mdogo.